Ni katika hitimisho la mahubiri ya TMI mjini Kahama, ambapo nimefanikiwa kutembelea katika makanisa mbalimbali ya Waadventista wa Sabato, na hapa sasa nitahojiana na mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la Nyanza Kusini lililopo maskani yake Pasiansi Mwanza, ambaye ni Mama Martha Zakaria. Atakuwa na machache kuhusiana na mahubiri haya jinsi yalivyofana kwa mwaka huu 2017. Aliyeandaa makala hii ni mtangazaji wako Faustini G. Mgalafoni. Jina langu naitwa Martha Zakaria. Mimi ni mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto katika kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la Nyanza Kusini lililoko Mwanza Pasiansi. Pengine mahubiri ya TMI mwaka huu 2017 yana utofauti gani sasa na mahubiri ya miaka iliyopita? Asante sana. Mahubiri ya TMI kwa mwaka huu ninaona yana utofauti kidogo. Kwanza vituo ni vingi. Halafu wahubiri wametoka hadi nchi za nje. Wametufikia hadi nchi yetu ya Tanzania na hasa katika jimbo letu la Nyanza Kusini. Tunao wahubiri wengi kutoka Kenya na kuna wengine wametoka Kongo, tukishirikiana pamoja nao. Na vile vile kuna wahubiri wengine watoto wadogo, ambapo miaka mingine imekuwa ni tofauti kabisa. Mahubiri yanapokuwa yakifanyika, watoto wadogo walikuwa hawasimami kuhubiri. Lakini mwaka huu nimeona katika jimbo la Nyanza Kusini kuna vituo vitatu vya watoto wameinuka na kuanza kuhubiri Injili, nao wamebatiza watu wengi. Wengi wameamini na kubatizwa. Vituo hivyo ni kituo cha kanisa la Kirumba pale Mwanza, kanisa la Busweru pale Busweru, kanisa la Nyasubi pale Nyasubi. Watoto wamebatiza watu wengi na wengi wamemjua Yesu kupitia watoto hao. Kitu kingine katika mahubiri haya, utofauti wake nilivyoona, akina mama wengi wameingia katika mahubiri haya, wakiingia nyumba kwa nyumba, wakifanya matendo ya huruma, wakitoa mali zao, wakisalimia wagonjwa na kutoa huduma mbalimbali za jamii. Kila kona, si akina mama, si kanisa, si watoto, si wanaume, wamefanya kazi za huduma za jamii kuliko hata na mahubiri mengine ambayo yalishawahi kufanyika. Ningependa kujua sasa, msikilizaji, kwa hapa Kahama kwa umekuja kwa lengo gani? Unaweza kuelezea kwa kifupi? Lengo lililonileta hapa Kahama, nimekuja katika kituo ambacho nilichokuwa nimepangiwa, kituo kwa ajili ya kuhubiri mahubiri ya TMI. Katika kituo hiki kilikuwa katika kanisa la Nyahanga, ambapo jumla yake hadi kufikia leo siku ya Sabato kanisa la Nyahanga tumebatiza watu 89. Neno kuu sasa katika mahubiri hapa ya TMI ilikuwa ni nini hasa? Neno kuu katika mahubiri ya TMI ilikuwa ni kwamba lete moja, ongoa, tunza. Sasa kuna baadhi sasa ya watu wamekuwa wakikata tamaa kutokana na hali ngumu ya maisha. Pengine kama mkurugenzi sasa ulikuwa unatoa ushauri gani sasa kwa watu ambao wamekuwa wakikata tamaa kutokana sasa na hali ngumu ya maisha? Katika hali ngumu ya maisha, ni kweli watu tunaona kama kwamba kuna hali ngumu ya maisha, lakini si hali ngumu ya maisha, ni kutokana na mpangilio uliokuwepo hapo mwanzo, na sasa tumeingia katika mfumo mwingine ambao tunatakiwa kuishi katika kweli. Sasa kulingana na kwamba tunatakiwa tuishi katika kweli na haki, ndio maana ambao hawakuzoea kweli na haki wanaona kama kwamba ni hali ngumu ya maisha. Lakini kama tutakubali kuishi kweli na haki, hali haitakuwa ngumu, bali itakuwa ni njema, tuna neema. Unawaambia nini sasa ambao wamekuwa hawana imani kutokana sasa na hali ngumu ya maisha? Nilikuwa na washauri ya kuwa wazidi kumtegemea Mungu, wamwamini, wazishike ahadi zake, wakumbuke kumuomba Mungu, lakini matumaini yao yawe Mungu peke yake. Mungu atawasaidia, neema zitashuka na baraka tele, wakiwa waaminifu na wenye kutenda haki na kuifuata kweli.
Mungu atawaneemesha. Pengine unawaambia ni sasa kwa baadhi ya watu ambao wamekuwa wakijikita kwenye masuala ya maovu, mfano masuala ya wizi, masuala ya imani za kishirikina? Kwa watu kama hawa ambao wamekuwa na imani za udhalimu, kutenda mambo ya udhalimu na uovu, yakiwemo mauaji ya rubino, ikiwemo wauaji wa vikongwe kwa ajili ya masuala ya ushirikina, hizo ni hila za mwovu shetani Ibilisi. Ndizo anazojaza watu uongo na udanganyifu ili apate kuwapata katika ugo wake na awamiliki kama kwamba ni wake. Lakini sisi wanadamu ni watu wa Mungu, tumeumbwa na Mungu kwa sura ya Mungu, tu mali ya Mungu. Kwa Mungu hakuna ushirikina, kwa Mungu hakuna uchawi, hakuna chawizi. Kwa hiyo tumchague kumcha Mungu. Masuala ya wizi yote na ushirikina, arubino wataishi salama na kwa amani kabisa. Baada ya kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Nyehanga, na sasa naelekea katika kanisa la Waadventista Sabato Nyasubi, na hapa sasa nazungumza na kijana ambaye alikuwa ni mnenaji wa siku ya leo, anaitwa Daniel Paul, ambaye sasa ataelezea kuhusiana na neno kuu ambayo alikuwa amejiandaa kwa siku ya leo. Kumbuka kuwa kwa majina yangu naitwa Faustini Gim Galafoni. Tunapoona ya kwamba maisha yamekuwa magumu, tabu za hapo ulimwenguni, tunakata tamaa, ndipo tunasikia wengine wanajinyonga, wengine wanajiua, wengine wanakunywa sumu, wengine wanakata tamaa kwa aina mbalimbali, wengine wanatamani hata kudumbukia kwenye visima wauawe. Lakini na washauri mchana wa leo ya kwamba wasikate tamaa, maana neno la Mungu linasema yeye ashindaye ndiye atakayehalisi hayo. Na washauri ya kwamba wakazane kushika neno la Mungu, wakazane kutenda yaliyo mema, kwa maana neno la Mungu linasema heri walio wapole, maana hao watailisi nchi. Wakazane kushika neno la Mungu, wafanye ampasayo Mungu, wasikate tamaa, wafanye ambayo yanampendeza Mungu, wasifanye ambayo yanawapendeza wanadamu. Unamshauri ya kwamba aendelee kukua kiroho akisoma neno la Mungu, maana atakaposoma neno la Mungu hili litamtia nguvu. Anaposoma neno la Mungu litamfanya aweze kuelewa nini ambacho Mungu anazungumza katika neno hili, maana yeye mwenyewe ndio anasema ayashindaye atayalisi hayo aliyeyaandaa yeye, na yeye ataitwa mwana wa Mungu. Huyo ni Daniel Paul ambaye alikuwa ni mnenaji katika kanisa la Waadventista Sabato Nyasubi, ambapo ameelezea kuhusiana na changamoto kwa watu wanaokata tamaa, wengine wanajiua kutokana tu na ugumu wa maisha. Katika makala hii sina la ziada. Aliyeandaa makala hii ni mtangazaji wako Faustini Gim Galafoni, na kusii tu uendelee kusikiliza vipindi vinavyoendelea toka hapo studio. Pambwa tayari kwa mumewe, jiji zuri sana, jiji la mbinguni limeandaliwa kwa ajili yetu. Linameremeta kama bibi harusi aliyekwisha
jijini Paradiso. Jitahidi tusikose jijini Paradiso. Kwenye jiji lile, jiji la mraba, kuna mti wa uzima uzaao sana. Aina 12 matunda yapatikana. Jitahidi tusikose jijini Paradiso. Milango yake ni ya lulu, barabara za dhahabu, zang'aa kama kioo jijini Paradiso. Tutakula naye Yesu rojo za mbinguni, kwenye meza ya fahari jijini Paradiso. Milango yake ni ya lulu, barabara za dhahabu, zang'aa kama kioo jijini Paradiso. Tutakula naye Yesu rojo za mbinguni, kwenye meza ya fahari jijini Paradiso. Milango yake ni ya lulu, barabara za dhahabu, zang'aa kama kioo jijini Paradiso.